maneno yakiingia kwenye moyo ndio yanasababisha energy ya wewe kuchukua hatua ambazo huko nyuma usingeweza kuzichukua. Polisi katika nchi yetu huwa wana viapo vyao, na viapo vizuri tu vya kulinda nchi na mambo yao ya mapigio na nini na nini. Wanaapa ndio wanakuwa polisi. Bahati mbaya, baada ya kuapa hawatendi kazi sawasawa na viapo vyao. Sasa unisikilize, kwa sababu unaweza ukanisikiliza ukapata information lakini isiingie kwenye moyo wako, kwa sababu kuna sehemu naelekea. Kwa hiyo wanaapa lakini hawafanyii kazi viapo vyao. Ndivyo ilivyo jeshi, wanaapa lakini ukiangalia Oktoba 29 unagundua kwamba hawakufanyia kazi viapo vyao. Hawakufanyia kazi viapo vyao. Rais anaapa kulinda katiba. Je, anafanyia kazi kiapo chake? Unagundua hafanyii kazi. Mawaziri hawa, wakuu wa mikoa hawa, wote wanaapa hawa kulinda katiba na viapo vya kazi zao, lakini hawafanyii kazi. Kama wanaoapa hawafanyii kazi viapo vyao katika nchi, maana yake wanaapa halafu wanavunja sheria, wanavunja viapo. Kama wanaoapa wanavunja sheria za nchi, kwa nini sisi wananchi tuendelee kuheshimu sheria za nchi? Sasa unisikilize, unielewe, kwa sababu unaweza ukapata information likichwa likajaa mambo mengi lakini hujasikia. Kama wanaoapa na wanalipwa kwenye shughuli zao, wanaapa na wanalipwa kwenye shughuli zao, hawafanyii kazi viapo vyao. Wanatakiwa kufanyia kazi, ndio maana wameapa. Hawafanyii kazi na hawachukuliwi hatua. Kwa nini wewe usiyeapa bado unafuata sheria katika nchi? Dada kitu tunasikika hapo bwana Libe, nipo nasikika au unasikika vizuri kweli, tumetulia hapa tunakusikiliza. Loud and clear Bishop, loud and clear. Yani si lazima tufike wakati, ndugu zangu. Unajua, nafikiri wakati mwingine tunajichelewesha sisi wenyewe kwa sababu tunashindwa kufikiria. Kuna ndugu zangu, kuna watu wanaapa na wanaapishwa, unaelewa, ili watekeleze wajibu wao. Wakishaapa na kuapishwa ili kwamba watekeleze wajibu wao, mwisho wa siku hawatekelezi wajibu wao, na hawa ni watu walioapa. Ndio nauliza swali, wewe ambaye hujaapa alafu umeng'ang'ana kutekeleza sheria, wewe sio mjinga?
kama hawa ambao wanatakiwa kukuonyesha mfano, kwa sababu si ndio viongozi, ndio wametangulia pale mbele, inabidi wawe mfano. Wamekula viapo na bado wanaenda kinyume na viapo vyao. Utakuwa mjinga tu wewe, unajifanya mzalendo, si Mtanzania, wewe ni mjinga. Na wenyewe wanakuona wewe ni mjinga. Kwa sababu gani? Wao walioapa wanaenda kinyume na viapo vyao. Wewe unabaki vipi na uzalendo wako? Bwana wewe ni mpumbavu tu bwana wewe. Wewe ni mpumbavu tu, unajifanya nini? Wewe ni mpumbavu. Wewe ni mpumbavu. Na nafikiri tumekuwa wapumbavu sana. Yaani tumekuwa majinga. Alafu tupo tu tunayasubiri hayo majitu yabadilike. Hayatabadilika. Nilikwambia, I have told you here a million times that these people have been perfected in wickedness. I've told you a million times. Hawa watu wamekwisha kukamilika katika uovu. Ndio unashangaa kesi kama hizo ni ukamilifu wa uovu. Wanapewa uhaini, wanapewa ugaidi, wanathibitisha ukamilifu wao katika uovu. Unawezaje katika nchi ukamfungulia mtu mmoja kesi ya uhaini? Uhaini ambapo mtu anakuwa haini kwa sababu anataka kumuua rais, anataka kupindua serikali. Ndio haini. Kwa lugha nyepesi kabisa, kumuua rais, kupindua serikali, ndio uhaini. Uhitaji degree ya kuwa wakili au kuwa jaji nani, wewe peleka kule maelimu hayo, unasikia bwana, uhitaji hizo degree. Uhaini maana yake huyu mtu anataka kupindua serikali, anataka kumuua rais, ndio uhaini. Halafu eti wanakaa watu wanajiita wamesoma, serikali inataka kutuaminisha kwamba ni serikali ya haki, inaenda kumfungulia kesi mtu mmoja kwamba huyu anataka kupindua serikali, anataka kumuua rais peke yake. Hebu niwaambie ndugu zangu, mimi hapa nilipo Mzee Fumbua Macho, hakuna mwanajeshi mmoja wala usalama wa taifa mmoja wala polisi mmoja anayeweza kunifanya chochote. Mmoja hayupo, hawezi. Mmoja hawezi. Eti sasa mtu mmoja anaitwa Tundu Antipas Lissu eti anataka kupindua serikali, anataka kumuua rais, ndio uhaini. Alafu vyombo vya dola, DPP na wenzake wote wanaona hiyo kesi ni halali, wanaipeleka mahakamani. Halafu wakishaipeleka mahakamani wanatuambia acha mahakama ifanye kazi yake. Huu ni ushenzi. Inawezekana vipi mtu mmoja apange kumuua rais afanikiwe, apange kupindua serikali afanikiwe? Tafuta mtu mmoja yeyote Tanzania apange kuniua mimi sasa hivi, hawezi kufanikiwa. Mtu mmoja mtafute. Kama mimi tu hapa siwezi nikauliwa na mtu mmoja, ndio rais wa nchi. Lakini majitu kwa sababu yamekamilika katika uovu yanahalalisha hilo jambo na inakuwa ni kesi mahakamani. Alafu angalia ujinga sasa, ujinga uliopo, na ni ujinga wa muda mrefu. Wanakuambia unajua bwana,
mahakamani hatuwezi kuizungumzia. Ukienda bungeni kesi iko mahakamani, ukienda huko mahakamani ukutana na kina Wasira kwa sababu iko mahakamani, tuache mahakama hii yazungumza mambo. Ujinga mtupu. Kwani hao majaji na mahakimu wanasikilizaga mazungumzo ya kwenye mitandao ili wafanye maamuzi katika kesi, au huwa wanasikiza ushahidi wafanye maamuzi katika kesi? Na kuonyesha ujinga wa miaka chungu bovu. Hao majaji mahakimu wanapokuwa mahakamani wanasikilizaga kwenye mitandao. Kwa hiyo mambo ya kwenye mitandao sasa ndio wanayafanyia maamuzi, au wanasikiliza ushahidi unaoletwa mbele ya mahakama. Ujinga wowote uliokubalika kwa miaka mingi haubadiliki kwa uelevu. Huu nao ni ujinga. Ni ujinga. Unajamana hatuwezi kuzungumza iko mahakamani. Kwani mahakama ni kitu gani? Hiyo mahakama ambayo mtaka kutuambia mahakama ina nini? Mahakama ya nchi yetu, kwa sababu ni ufisadi mtupu. Kuna nini katika hiyo mahakama? Kuna nini cha maana katika mahakama? Kama kesi hii ambayo haikustahili kuwa kesi bado mmeifanya kuwa kesi, halafu mnaizungusha, mwaka unaingia, mwaka umeshatoka, miezi inazidi kwenda, bado kesi haijaisha, kesi ambayo haikustahili kuwa kesi. Kuna nini katika mahakama? Mahakama ina nini? Kwamba eti ni so special? Speciality ya mahakama ni ipi? Maana speciality ya mahakama ni ile haki ambayo inapatikana katika mahakama. Hakuna haki hapa, kwa sababu ungetarajia yule hakimu au yule msajili wa hiyo kesi angesema okay, mnasema huyu ni muhaini. Uhaini maana yake ni kumuua rais. Uhaini maana yake ni kupindua nchi. Huyu peke yake ndio anataka kupindua nchi, anataka kumuua peke yake. Msajili mwenyewe angetupeleke kesi nje. Lakini kwa sababu ya ujinga na ukamilifu katika uovu, kesi mpaka leo bado ipo. Babu yangu mimi aliyekuwa mwenyekiti wa CCM kijiji cha Buziku kule Biaramlo kipindi kile, ungempa hii kesi asingetumia dakika 20, angeshamaliza. Leo mpaka mnavaa makofia ya kuwazima kutoka Ulaya kule, sio umetoka Uingereza sio wapi. Tungetarajia pengine vichwa vina akili. Kuna akili gani hapa? Kuna akili gani? Nani alikuambia eti mpaka usome sheria ndio ujue haki? Sikiliza, haki imo ndani ya mwanadamu, kwa maana Mungu aliweka haki ndani ya mtu. Ndio wana mataifa yanayojitambua kama vile Uingereza mwaka 1215 wakaamua raia katika nchi zao kuhusishwa katika maamuzi ya mahakama. Ndio maana hata kama hujasoma sheria unaweza ukaitwa kwenda katika kesi ukahusika kutoa maamuzi. Walianza Uingereza wakachukua Marekani. Kwa sababu gani? Wanatambua ndani ya mwanadamu iko haki. Kwani sisi tunasikiza hii kesi hatujajua haki iko wapi? Eti mpaka nyinyi ndio eti mkae eti sasa majaji watatu. Wewe peleka kule, mtadanganya wahuni wengine kule. Mnajizungusha tu, mnazunguka tu, ujinga mtupu. Mnatia aibu nchi yetu. Ukishakuwa muovu unapofuka macho. Kesi yako mahakamani. Kwa hiyo tuache mahakama yenyewe, hatuwezi kuizungumzia. Lugha za kizembe, lugha za kijinga, lugha za kipumbavu, lugha za kishamba, lugha za hovyo. Lihakimu gani hilo linalosikiliza mitandao baada ya kusikiliza ushahidi unaotolewa mahakamani? Vitu vya kijinga, vitu vya kijinga tu. Na ujinga unaweza ukakumbatiwa kwa miaka chungu mbovu mpaka ifike watu fulani wakatae ujinga ule na wakatae hadharani. Ninauliza swali, je, hao majaji na hao mahakimu huwa wanasikilizaga mitandao ili kufanya maamuzi ya kesi zao, au wanasikiliza ushahidi unaotolewa katika mahakama?